Baba yetu mwenyewe hajawahi kutengeneza dini, alitengeneza ufalme. Sawa, alitengeneza nini? Ufalme. Neno kingdom, naomba nitumie kwa Kiingereza kidogo, ni ufalme, lakini kwa Kiingereza ni kingdom. Limegawanyika maneno makuu mawili, king and domain, kwamba mtawala na eneo analo tawala. Sasa Mungu ni mfalme. Unaposoma hilo andiko, mnasoma kitabu cha mfalme, na huyo mfalme ana watoto wake ambao ni nyinyi hapo. Amen. Sawa, nyinyi ndio watoto wa mfalme. Na hiyo andiko mnaoliona hapo lina namna ambavyo ufalme wake unaenendwa ama unafanya kazi. Yeye anataka matakwa yake yaonekane duniani. Yeye haonekani. Wewe unaonekana kimwili. Lakini wewe ambaye ni original pia na wewe uonekane. Kumbuka last time niliwaambia hii ni miili yenu, ila nyie mpo ndani ya hiyo. Mimi siwaoni. Ndio maana kama mtu ananiambia mimi siwezi kujua. Si ndio? Siwezi kujua mpaka aongee. Huwezi kujua mtu anawaza nini mpaka azungumze mbele yako. Kwamba wewe ni mbaya au anakutukana. Then kumbe wewe uko hivyo. Si ndio? Lakini aikaa kimya umjui. So utu wa mtu upo ndani, sio nje. Ila ukishakuwa nje tunakuita mtu kwa sababu unaonekana. Tumeshasema ufalme umegawanyika katika vitu viwili. Kingdom inamaanisha mfalme na eneo lake. Hakuna mfalme ambaye anatawala pasipo eneo. Kuna wale wafalme mpogo TikTok mnajiita King John. Mpo Instagram King nani? Nataka niulize swali, nyinyi mnatawala nini? Mmeshagundua vipawa vyenu vya kutawala?